utakase, unibariki, utukuzwe ndani yangu. Mwokozi Yesu, ninakusifu, jina lako litukuzwe, liabudiwe, lihimidiwe duniani na mbinguni. Hujambo? Je, umewahi kutendewa jambo na ndugu ukauona upendo kwa njia ya ajabu na ukamtukuza Mungu? Neno la Mungu katika kitabu cha Waebrania mlango wa 13 kifungu cha 1 na cha 2 linasema, upendo wa ndugu na udumu. Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Mwandishi wa kitabu hiki anatuambia upendo wa ndugu na udumu. Hataki kuona watoto wa Mungu wakikaa pasipo upendo. Hataki tukae kama vile Yakobo anasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa 2 kifungu cha 15 hadi cha 17. Anasema, ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa imani mkaote moto na kushiba, lakini yasiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo, imekufa nafsini mwake. Hatustahili kufanya hivyo. Sisi ambao ni watoto wa Mungu tunastahili kuonyeshana upendo. Upendo uonekane katika maneno yetu, uonekane katika matendo yetu. Chochote tufanyacho, upendo uonekane na Bwana Mungu atukuzwe. Hebu nirudie niseme ya kwamba mwandishi wa kitabu hiki anawaandikia wale waliookoka na anasema upendo wa ndugu udumu. Tunaweza kusema ya kwamba anatuandikia sisi ambao ni watoto wa Mungu na anatuambia upendo wa ndugu udumu, kwa sababu sisi ni watoto wa baba mmoja na baba wetu ni mwenye upendo. Hebu sikiliza vile neno la Mungu linavyosema katika kitabu cha Yohana mlango wa 3 kifungu cha 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyotufanyia. Wakati tulipokuwa watumwa wa dhambi, alitupenda jinsi tulivyokuwa na akamtoa mwanawe wa pekee, akaja akatufia msalabani. Mungu Baba akatuonyesha upendo wa ajabu, na Mungu Mwana pia naye akatuonyesha upendo wa ajabu. Mungu Baba ni mwenye upendo na Mungu Mwana ni mwenye upendo. Na kwa hivyo sisi ambao Mungu Mwana ametupatanisha na Mungu Baba, tunastahili kuonyesha upendo huo. Na diposa mwandishi wa kitabu cha Waebrania anasema upendo wa ndugu udumu. Picha ya upendo huu tunaweza kuiona vizuri sana katika kitabu cha Matendo mlango wa 2 kifungu cha 44 hadi cha 47. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Wakauza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Ndugu wa kanisa la karne ya kwanza walikaa hivyo, walipendana. Unaweza kufikiri, uone mtu amejega nyumba nzuri na tena ana shamba kubwa. Awatazame ndugu wenzake
aone mmoja hana chakula, aone mwingine hana nguo, aone mwingine watoto wake wamefukuzwa shule, awe na huruma, na huku akiwa amejawa na upendo, aende auze nyumba yake na auze shamba na awasaidie wenzake. Watoto wa Mungu wa karne ya kwanza walifanya hivyo, tunaambiwa. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyao shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Waliweza kufanya hivyo kwa sababu ya upendo. Upendo wa ndugu ulidumu. Ukiwa na upendo kiasi hicho, utawafadhili na wageni pia. Na diposa katika Waebrania mlango wa 13 kifungu cha 2 tumeambiwa hivi: msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Ibrahimu ni kielelezo chema. Hebu tusome Mwanzo 18 kuanzia kifungu cha 1 hadi cha 8. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona, alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi. Akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako. Na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu. Nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye muendelee iwapo mmemjia mtumwa wenu. Wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi, uukande, ufanye mikate. Basi Ibrahimu akapiga mbio kwenda kudini, akaleta ndama wa ng'ombe aliyelaini mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Akatoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao, akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Tunamuona Ibrahimu akiwa amejaa upendo, akiwakaribisha wageni. Yeye aliwakaribisha wageni, kumbe aliwakaribisha malaika. Hebu sikiliza vile neno linasema katika kifungu cha 9 na cha 10. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyumba yake. Wakati huo Ibrahimu alikuwa mzee wa miaka 99, naye Sara mkewe alikuwa mzee wa miaka 89. Walikuwa wazee sana. Na tunasikia mmoja wa wageni akimwambia, hakika nitarudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Yaani Sara akiwa mzee wa miaka 90, naye Ibrahimu akiwa mzee wa miaka 100, watapata mtoto wa kiume. Na hivyo ndivyo ilivyofanyika, kwa sababu Ibrahimu pasipo kujua aliwakaribisha malaika. Na diposa tunaambiwa hivi, msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Upendo wa ndugu ukidumu kati yetu, tutanena kwa upendo, tutatenda mambo ya upendo, na huku tukiwa tumejawa na upendo, hata wageni tutawakaribisha.
Kunayo hadithi ya msichana aliyemkaribisha mgeni, na huyo mgeni akaja akawa baraka. Mzee mmoja alisafiri na akafika mahali ambapo ilimbidi atembee. Akawa anatembea, na ni katika mahali ambapo hakukuwa na mtu ambaye alikuwa anamjua. Ilikuwa siku yenye joto, na alipokuwa akitembea alihisi joto na jasho likawa linamtiririka. Mzee akajipa moyo, akaendelea na safari yake, na wakati ukafika akawa amechoka, anahisi kiu, na safari ikawa gumu. Kutazama akaona nyumba, lakini ilikuwa mbali. Mzee akajikaza, akatembea, na mwishowe akafika katika boma hilo. Mzee akapaza sauti, "Mwenye nyumba, umepata mgeni." Huku akiwa anagojea kumuona mwenye nyumba, msichana mdogo akatoka nje. Mzee akamsalimia na akamuuliza, "Mama yako yuko karibu?" "Hayuko karibu, alienda." "Na baba yako?" "Hata baba alienda." "Utanisaidia na maji ya kunywa, maji kidogo tu." "Hakuna maji." Mzee akahisi nguvu imemuishia, lakini kabla ya kuondoka, msichana akamwambia, "Lakini kuna maziwa, nikupatie?" "Kuna maziwa? Nipatie." Msichana akaingia ndani ya nyumba, na alipotoka nje akaja akiwa amebeba glasi kubwa iliyojaa maziwa. Mzee huku akiwa anatabasamu akaichukua, akanywa maziwa, na kwa sababu ilikuwa baridi akahisi ameburudika. Mzee akampatia msichana glasi, akamwambia, Asanti sana." Msichana akaichukua glasi na kumwambia mzee, "Hebu nikuletee ingine." "Wewe ni mzuri sana. Utaniletea ingine?" "Niletee." Msichana akamletea mzee glasi ingine iliyokuwa imejaa maziwa. Mzee akanywa na akashukuru sana, akasema, "Mwanangu, umenikaribisha vizuri sana. Hata sijui niseme nini. Umenikaribisha vizuri na nimefurahi." Msichana akamtakia safari njema, na mzee akaondoka. Baada ya miaka michache, msichana alipata shida na akawa mgonjwa. Akapelekwa hospitalini akiwa katika hali mahututi. Akapokelewa, akapimwa, na baada ya kupimwa akaigizwa thieta, na kwa neema upasuaji ukafaulu. Hebu niifupishe hadithi, niseme ya kwamba msichana alikaa hospitalini siku nyingi, na bill ya hospitali ikawa kubwa sana. Wazazi wakaitazama, wakaona hawawezi kulipa, ilikuwa kubwa sana. Siku ilifika ya msichana kutolewa hospitalini, na wazazi walipokuwa wameshindwa wafanye nini, wakaletewa bill. Wakasoma, na ilikuwa kubwa sana, lakini hapo chini pakawa pameandikwa, "Imelipwa yote kwa glasi 2 za maziwa." Wazazi waliposoma maneno hayo wakawa wamechanganyikiwa, na wakiwa katika hali ya kuchanganyikiwa, daktari mzee akaja, na huku akiwa anatabasamu na hata anacheka, akasema, "Huyu msichana wenu ni dhahabu. Ni dhahabu. Nilipokuwa karibu nizimie, alinipa maziwa glasi 2. Na glasi hizo za maziwa zimelipa bilu yote ya hospitali." Msichana akakaribisha mgeni, na pasipo kujua akawa amemkaribisha malaika wake.
akawa amemkaribisha daktari pasipo kujua, na alipokuwa na haja, huyo daktari akamsaidia. Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Hebu na tupendane sisi watoto wa Mungu, upendo wa ndugu na udumu, na tusisahau kuwafadhili wageni. Tunapofanya hivyo, tukipenda sana kumtukuza Mungu wetu, tutabarikiwa. Shalom.